Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Nisalimie hapo. Tunashukuru Bwana ya kwamba ametupea siku njema siku ya leo ili tuweze kugawa mkate wa uzima, na ninaamini ya kwamba Bwana atatubariki. Ninataka niondoke kidogo kwa mambo yale tulikuwa tunafundisha juzi na jana. Alafu ni nene kitu kidogo kutoka pale masaa ya afternoon, tuweze kurudi tena kwa kile ambacho tulikuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaomba tuende kitabu cha Efeso sura ya 6. Wamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Mwamba wenye imara, wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafisha dhambi, unifanya mshindi. Wakitunuka pia sitimishi sheria, nijapofanya bidii, ikiria na kudhi, haya hisi makosa, iwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, ili mtupu nifike, ili mnyonge nishike, ili mchafu naja nioshe nisijafaa. Sina cha mkononi, naja msalabani, ili mtupu nifike, ili mnyonge nishike, ili mchafu naja nioshe nisijafaa. Japo chini na kwenda kaburini, nipahapo mbinguni na kukuona enzini. Roho yangu na iwe rahani mwako wewe, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipahapo mbinguni na kukuona enzini. Roho yangu na iwe rahani mwako wewe, nikungojapo chini na kwenda kaburini, nipahapo mbinguni na kukuona enzini. Roho yangu na iwe rahani mwako wewe, roho yangu na iwe ndani mwa
mwako wewe, roho yangu na iwe ndani mwako wewe. Rock of Ages, create for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from the riven side flow, full of sin and double cure. Cleanse me from this guilt and power. Pigia makofi Bwana Yesu. Mstari wa 10. Mstari wa 10 kuanzia mstari wa 10 mpaka 13. Biblia inasema kwa Kiruga, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka ng'icuma gikingira igituza, mukwesa inkweto aribyo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that received a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It is grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through me and just well and near, I have it is grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. Through many dangers, toil and snare, I have fallen decline.
It is grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. Amen. Mogwatine mainge mono ona moma gelio ne otugi oshio wiki oganginya kwaku. Basi tusome na Kiingereza. Finally be strong in the Lord and in the strength of his mighty. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yuko nayo? Haya, sombe Kiswahili. Swahili inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipiga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mfalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, pate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote, usimama. Basi simameni. Hapo. Mkimaliza yote kusimama. Hiyo ingine tutaangalia siku ingine. Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie wokovu ni kushindana. Mwangalie tena, mwambie wokovu ni kushindana. The spiritual matters is about struggle. Yani Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu, kumaanisha kuna kushindana. Halo? Nikwambia ukisoma Biblia usikize vile inasema. Inasema kwa maana kushindana kwetu. Kwa hivyo usifikirie uliokoka basi mambo yako iwe sawa sawa. Kwa maana kuna kushindana. Kuna mvutano ambaye utavutana nayo. Na kama hukuwa tayari ya kwamba utavutana, utashindana, utashindwa mapema sana. If you are not ready from the beginning, ya kwamba wakati nimeokoka, nimeingia katika safari iliyo na mvutano mzito. Kwa sababu kuna shetani ajakufa na hatakufa haraka. Kwa maana shetani siku yake ya kutekwa iliwekwa na anajua, kwa maana Yesu anasema hakuna mwingine anajua. Na malaika atakayeteka shetani Mungu alimuumba na akamweka. So malaika yule afanyangi kazi zingine, yako mbinguni. Assignment yake aliyepewa ni siku atakayeambiwa ni wakati ya kuteka shetani. Yeye ndiye atatoka amfunge shetani, amweke kwa shimo miaka 1000. Sasa muda huo mwingine, as long as hajatekwa, kutakuwa na mashindano. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukamba na umufunge shetani mara ngapi,
ujue kutakuwa na mashindano. Ukimaliza kumfunga in Jesus name, ujue ukifika nyumbani atakuwa amejifungua na kutakuwa na mashindano. Halo. Walishindana na Yesu mpaka Yesu akafa. Wakashindana hata Gethsemane, walikuwa wanashindana na shetani huyo. Na mashindano hayo yalikuwa magumu sana, kiwango ya kwamba mitume hawangeweza kustahimili. Yalikuwa mazito mno. Mpaka Yesu akafa. Mwangalie mwenzako mwambie, uliingia ulimwengu wa mashindano. Mahali uliingia ni ulimwengu wa mashindano. Amen. Sasa uko tayari kushindana? Bwana Yesu asifiwe. Now, niseme tena. Hebu tusomee hapo tena. Tusomee tena. Nataka usikie Kiswahili. Pea ingine. Kuna ingine. Pea huyo. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Msindi kuwa hodari katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipiga hila za shetani. Ili muweze kupiga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme. Na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya mapepo. Wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo. Vaeni silaha zote za Bwana. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiasha kuyatimiza yote. Na mkiweza kuyatimiza yote, kusimama. Mwangalie mwenzako tena mwambie, kuna kushindana. Bwana Yesu asifiwe. So usifikirie uliokoka kutoka pale mambo ni Sayoni tutaimba. Kabla hujaimba Sayoni, kuna kushindana. Na katika mashindano unaweza shinda ama ushindwe. Halo. Ukisikia kuna kushindana, ujue katika mashindano unaweza shinda ama wewe pia unaweza ukashindwa. Si hiyo ndio kawaida mashindano. Bwana Yesu asifiwe. So usipokuwa makini katika mashindano haya utashindwa. Nimekuambia hivi. Ukija uombe na uombe sana. Ujaswe roho na ufunge shetani katika jina la Yesu. Usisahau ukimaliza kumfunga bado mtashindana. Usiende nyumbani ukifikiria kwa maana ulimfunga sasa ameachwa njera uko free. Usifikirie hivyo. Nimekuambia as long as shetani hukumu yake haijafika. As long as hajatekwa na malaika yule anastahili kumteka, be sure mtamenyana. Bwana Yesu asifiwe. Now, niachane na hiyo. Nikwambia hivi. Ufalme wa giza umegawanya sehemu tatu. Ufalme wa giza umejigawanya sehemu tatu. The kingdom of darkness is divided
into 3 portions. Imejigawa tu sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni shetani kama shetani, ndiye anaitwa Lucifer, shetani mwenyewe, shetani kama shetani. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni shetani kama mapepo. Shetani kama mapepo. Hawa ni wanajeshi wa shetani, wa Lucifer, yule ambaye wako nyuma yake. Sehemu ya tatu ni shetani kama wafalme, watawala, wanajeshi waketie katika eneo la rohoni. Wafalme, watawala na wanajeshi waketie eneo la mbinguni, la angani, eneo la juu. Biblia hapo imesema, kwa maana kushindana kwetu si kwa mwili na damu, lakini kushindana kwetu ni kinyume ya watawala, wafalme, wanajeshi waketie katika eneo la giza. Sehemu hiyo ya tatu ndiyo sehemu mbaya sana katika maisha ya mwanadamu, lakini tuiache kwa sasa. Yuko unasikia, ukisikia mtu ameitwa mfalme, si ana uwezo? Ukisikia kitu kimeitwa mtawala, mtawala ni raia. Mtawala akitumiwa jina mtawala ni kakitu. Akitumiwa jina wanajeshi ni kakitu tu. Ni uwezo, yani ni uwezo, anaita uwezo wa giza uketie eneo la juu. Ni uwezo, hivyo unasikia ukiitwa uwezo. Sasa tuashane na hiyo kwanza. Sijui, hatuwezi fika kwa ile mazani nimepewa, hatuwezi fika hapo. Mungu atatusaidia tuje siku nyingine. Aya, turudi shetani kama shetani. Imesema, finally be strong in the Lord and in the mighty strength, in the strength of his might, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Sasa umesikia kumekuwa separation ya devil na watawala. Kumekuwa na separation katikati ya devil na watawala. Nikuonyeshe ingine. Biblia inasema Yesu alimtuma mitume 72 wawili. Akawaambia ya kwamba mtakapoondoka muende muombee wagonjwa wote na mfukuse mapepo yote kwa jina langu. Waliporudi, Biblia inasema wakarundi wakiwa wamefurahi, kwa sababu mapepo yalitoka yakilia. Walipofika kwa Yesu wakamwambia Yesu, tulikuwa tunasema toka kwa jina lako, sinatoka sikilia. Lakini wakagundua Yesu hajafurahi vile wamefurahi. Akawaambia, ndugu zangu, msifurahi kwa sababu mapepo yalienda, kwa maana niliona shetani akiteremka ulimwengu huu kama umeme. Mapepo ikienda, shetani alikuja. Kwa hivyo akatofautisha mapepo na shetani. Wakati hicho sinaria sikienda, shetani ya kuenda. Shetani ni kushuka, alishuka. Na alishuka mbio sana. Alishuka mbio kiwango Yesu aliutazama watu hawa, akawa walindi. Kwa uwezo ule shetani alishuka wakati ilikuwa inaenda. Akawaambia, lakini msijali, nitawapea nguvu na uweza. Ngoja. Kwa nini wakati walienda kufukuza pepo, kwa nini hawakupewa uweza? Halo?
Aliwaambia tu I'll give you power to heal the sick and cast out demons. Alipowatajia shetani akawaambia nitawaongeza authority. Unajua kuna uweza na kuna mamlaka. So akawaambia sasa nitawapea mamlaka na uweza juu ya nyoka na juu ya nge. Sasa ametuleta kwa kitu kingine. Kwa maana ametuambia ameona shetani akishuka. Lakini alitupea mamlaka juu, si juu ya shetani, ni juu ya nyoka na nge. Sasa huyu nyoka na nge ni nani? Halo? Na hakuwaambia ameona nyoka na nge zikishuka. Alimwambia ameona shetani akishuka. Lakini alipowapea mamlaka hakuwapea juu ya shetani, aliwapea juu ya nyoka na juu ya nge. Sasa hawa nge na nyoka ndiye akina nani? Hiyo tuiache kwanza. Tuachana na hiyo kidogo, Tutawaambia wakati mwingine. Tuiache. Sasa lakini hii nge na nyoka ni class ya mamlaka ile amesemea hapo nyuma vita. Yesu si ni kinyume ya mamlaka, watawala, wanajeshi. Sasa hawa nge na nyoka wako class hicho. Za watawala hawa na wafalme watawala eneo la anga. Now, tuchukue moja. Nilikuwa nataka kukupea clarification ya vile imewekwa. Na vile unaweza pigana farume hizo. Alafu nikupea ile rais. Alafu ili hiyo ingine Mungu atakusaidia. Aya. Amesema uweni ondari. Alafu mchukue silaha za Bwana muvae ili muweze kusimama kinyume ya hila, scheme, hila za shetani. Hila ni nini? Kikwani inasema nini? Kinyamulenge inasema nini? Mulinganya. Mulinganya ni ujanja. Okay. Scheme. Mtu akiritire. Bwana Yesu asifiwe. Si wewe na ubia. Ni mtu akiritire hapo pale. Mtu wa Ebu. Kuna mtu akiritire huku aliamua kuolewa na Wanyamulenge. Aya. Dada. Scheme. Maana yake ni nini? The meaning of the scheme. Anaposema uweze kustand against the schemes of the demons, of the devil. Schemes ni nini? Ukienda kwa dictionary inasema scheme is a plot. It is a plot. Ni mpango ambaye unaonekana sawa kwa macho, lakini ndani yake ina mauti. Bwana Yesu asifiwe. So anasema vaeni silaha zote za Bwana ili muweze kupinga that scheme. Ila kumaanisha ila hii si rahisi kuipinga kama haujavaa. Tuko pamoja? Haya, niseme hivi. Shetani anapopigana na mwanadamu, shetani mwenyewe. Na ujue shetani mwenyewe, huyu anaitwa Lucifer, haendi mbali kwa sababu umeomba. Na atoroki kwa sababu uliomba.
Yeye atoroki kwa sababu umemkemea. Wakati Yesu aliomba siku 40, ni nani walifika wa kwanza? Ni Mungu ama ni shetani? Mbona wewe unafikiria maombi yako shetani atatoroka ya Yesu? Unafikiria yako ndio iko powerful kuliko ile Yesu aliomba? Akimaliza kusema amen, siku 40 mtu wa kumsalimia wa kwanza alimuuliza habari mwana wa Mungu. Tumesikia hata habari za huku ati kuna mwana wa Mungu ametembelea huku, nikasema hata mimi nije nimuone. Yesu amemaliza siku 40 usiku na mchana. Acha wewe unaombanga siku 20 ukiwa unakula jioni. Ni lunch tu na morning uliacha. Yesu ni siku 40 pasipo chai ama chochote, usiku na mchana. Na akimaliza, kiumbe cha kwanza kilimsalimia ni shetani. Haleluya. Ndiye alikuja kumkaribisha duniani, akamwambia nimesikia ati mwana wa Mungu amekuja huku, nikasema hata mimi nije nimkaribishe katika pande hii. Atoroki. Na si ati alitoroka. Biblia inasema Yesu alipomshinda shetani alimuacha kwa muda. Haikusema alimuacha kabisa. Alimuacha kwa muda, akaenda kutayarisha skimu ya pili. Yesu akakutana na yeye kanisani. Unajua unafikiri kwa maana tunahubiri hapa shetani hawezi kuja hapa? Anakuja mbio. Yesu akihubiri hapa anasema unajua mwana wa Mungu atapeanwa kwa wale wabaya. Petro ameketi hapo, umeketi brother. Shetani akaja akaingia ndani ya Petro. So Petro anasikiza injili mbili, ya shetani na ya Yesu. Akaokoka ya shetani, akaachana na Yesu, akasimama. Yani Petro alijazwa na shetani kiwango ya kwamba hakuwa na aibu kusimama mbele ya Yesu kumupinga. Akasimama akamwambia, Bwana, injili hii unahubiri haitubariki. Bandirisha injili, bandirisha hubiri ingine. Yesu akamtazama akamwambia, wewe shetani, rudi nyuma yangu, kwa maana hutaki mapenzi ya Mungu itendeke. Si Petro alita shetani, ni shetani. Alipomaliza shetani, aliporudi mbio, Yesu akamtazama Petro. Petro hakurudi nyuma, alibaki pale. Yesu akamtazama Petro, akamwambia Petro, uko na shinda kubwa, kwa maana mawazo yako ni mawazo ya kimwanadamu. Na ukiwa na mawazo ya kimwanadamu, shetani ataweza kupitia. Lakini shetani hakuogopa ati ni Yesu amesimama hapa. Aliweza kujileta hapo mbele, na alijileta kwa yule anaonekana mwaminifu sana. Yule anaonekana Yesu anampenda sana. Petro alifika hapo. Haleluya. Kwa nini shetani aweze kufika? Kwa maana alipotoka kwa Mungu kuna ruhusa aliomba. Kabla haja tupo alimuongeleshea Mungu. Akamwambia, mimi nataka hivi, unipe ruhusa basi nitembee ulimwenguni nijitafutie wangu. Mungu akamwambia sawa. Sasa kwa sababu ya hiyo ana ruhusa ya kwenda kila mahali ajitafutie. Akiingia kwa aposto, akiona kama anaweza bandirisha aposto atoke kwa Mungu hawe wake, atapewa ruhusa. Ana ruhusa, atakuja kwa aposto. Aje ajaribu kugeuza aposto, aone kama aposto atakuwa mfuasi wake. Kwa maana anatafuta wafuasi na alipewa ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu the devil, Biblia haijasema you cast out na haijasema you rebuke. Kuhusu shetani Biblia haijasema uitoe ama ikemee.
inasema kuhusu shetani, inasema umupinge. Resist. The Bible says resist the devil, then the devil will flee away. Mupingeni shetani, naye shetani atawaondokea. Aha. Shinda tulio naye ni ya kwamba sisi hatujui kupinga ni nini. Sisi kile tunajua ni kukemea. Uko sawa? Kwa hivyo sisi tunashinda ya kwamba hatuwezi omba na umalize maombi ukiwa hujataja shetani, moyo wako utasikia kama haujakamilisha maombi. Kwa maana kwetu shetani alifanyika kitu kikubwa kiwango ya kwamba lazima tumutaje na tumufunge na minyororo mbili. Hata tukiombea chakula lazima upinge shetani, umukemee. So ukisikiza watu wakiomba, Bwana katika jina la Yesu ninamuteka shetani, ninamufunga na minyororo hine, na ninarusha funguo mbinguni. Sasa akimaliza masaa 2 ataomba hivyo hivyo. Sasa swali langu ni, na ulirusha funguo mbinguni, alifunguliwa na nani tena? Halo? Kwa maana funguo si ulimfunga na minyororo mizito mizito na ukarusha funguo mbinguni. Sasa ni nani aliendea funguo mbinguni afungue tena ili uje umufunge after 1 hour tena? Unajua sisi ni tukatuni. Wakati mwingine Mungu anatazamanga, unaona vile watoto wanaona katuni. Yaani tukiomba, tunaomba mpaka Mungu akiwa mbinguni anacheka. Kwa maana anaona tukatuni twingi. Tukatuni to watu. Lakini fuata Yesu akiwa duniani. Yesu akiwa duniani hakuna ombi lake ameshaiomba liguse shetani. Hakuna. Hajawahi omba ombi lolote linayegusa shetani anyway. Kwa maana kwake shetani atakuwa duniani kwa muda na si issue, ana shinda kubwa kwangu. Anisumbui. Biblia inasema tu kama nataka kumshinda nijifundishe kumpinga. Nikisha mpinga Biblia inasema atatoroka. Kwa hivyo ni hivyo. Haleluya. Now, anasema niseme hivi, shetani kupigana kwake hawezi pigana na nguvu. Kwa maana shetani hana nguvu. Halo? Yeye hana nguvu kivyake. Kwa maana katika uumbaji mwanadamu ndiye ana nguvu kuliko shetani. Kwa maana shetani yeye aliumbwa kuimba. Shetani aliumbwa kuimba. Kazi yake ilikuwa kutunga nyimbo na kuimba. Mwanadamu hakuumbwa kuimba. Mwanadamu aliumbwa kutawala pamoja na Mungu. Na ndio maana Mungu alisema tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu, ili atawale juu, hapa chini na chini ya maji. Kwa hivyo mwanadamu yeye hakuna mahali popote alipewa kuimba. Haleluya. Lakini shetani aliumbwa akiwa kiongozi wa kwaya. Sasa swali langu ni, kiongozi wa kwaya na mtawala ni nani ana nguvu? President Uhuru na wale wana kumuimbia wakiwa wamefunga leso, ni nani ana power? Hivyo ndivyo shetani na sisi alivyo. Angalia mwenzako, mwambie una nguvu nyingi.
Mwangalie tena mwambie wacha kuogopa mwimbaji. Wacha kusumbuliwa na mwimbaji. Wewe una power ya kutosha. Wacha kusumbuliwa na mwimbaji. Na kwa maana yeye hawezi kupigana na nguvu, kwa maana hana nguvu zake, siko katika ujanja wake. Hai? Nitasema tena. Nguvu zake ziko katika ujanja wake. Kwa hivyo yeye anatawala mwanadamu kwa kutumia ujanja. Askim. Alipofika shamba la Eden, alienda akateka Hawa. Alimshika. Hangemshika kwa maana hana uwezo. Kile alitaka kufanya ni kujaribu kugeuza mawazo yake ili mawazo ya Hawa yafikiri kama mawazo ya shetani. Akisha fikiri hivyo, Mungu atamuondokea. Mungu akimuondokea, yule amempea mawazo ndiye atamtawala. Kwa hivyo alipofika shamba la Eden, alisimama tu akamuuliza Hawa, habari yako? Anamwambia mzuri. Na anamwambia ninaona ukitembea tembea iko. Na anasema ule shetani aliketi kwa muda akamwangalia. Kwa maana Hawa alitembea kwa muda shambani hilo na hakuchuna tunda lolote. Hakule. Na inaweza kuwa maadamu alikuwa anaona haja ya kuchuna tunda. Shetani akamtime. Akaona leo sijaona ukichuna tunda. Akaongea. Akamuuliza Hawa, habari yako? Anamwambia mzuri sana. Anamuuliza, nimekutazama naona ukitembea kwa shamba hili na naona ukuli tunda. Nauliza, kwani Mungu alisema msikule matunda haya? Shetani alikuwa anajua. Lakini kuna mahali anataka kumlenga. Na shetani ana press, ana set question yake kwa ujanja. Vile ukijibu utamfungulia mlango la swali la pili. Mtu yule ufanya maswali hivyo ni mtu aliye na hekima kubwa. Akamuuliza Hawa, Mungu alisema msikule matunda haya? Hawa amwambia Mungu akusema hivyo. Shetani anamuuliza, okay, ni vile ninaona hujakula, ninauliza kwani alisema? Hiyo ndiyo alikuwa anataka. Anamwambia unajua alisema tukule matunda haya, ni ile tu ya katikati alisema tuzikule. Hapo ndio shetani alikuwa anataka. Alikuwa anataka mama amlete kwa mtu wa katikati yeye mwenyewe. Akamwambia unajua sikuweko, kwa hivyo alisema mkule matunda yote hapa na msikule moja tu. Okay. Na sababu? Aliwaambia sababu? Unajua hakuambia sababu. Waliambiwa siku ile watakula ndio watakufa. Unajua hakuambia sababu ya alisema siku ile tutakula tutakufa. Shetani anamuuliza, okay, alisema mtakufa. Na akawaambia mtakufa kwa nini? Na mti uko katikati ya miti ingine, kwa nini alisema mtakufa? Hawa anasema mimi sikujua, isipokuwa alisema tutakufa. Shetani akamuuliza, okay, Hawa, hata wewe ukaamini? Na hata wewe ukaona utakufa? Anamuuliza ara. Anamwambia kwani haukuona Mungu alikufanyia ujanja? Alijua mti huo yoyote anayekula anafanananga na Mungu. Unakumbuka kile kilitoa shetani? Ni alitaka kufanana na nani? Na Mungu. Sasa ameletea mwanadamu avalile zile zake za kutaka kufanana na Mungu. Anamwambia yule anakulanga mtu huyo wanafanana na Mungu. Wewe utaketi hapa Mungu akikutawala. Bandana ukule mtoshane. Hawa neno hilo liligusa Hawa kiwango ya kwamba Hawa Biblia inasema alisimama akajaribu kutazama mtu huyo wa katikati tena. Alipotazama akaona mambo ambaye hajawahi ona maisha yake yote. Na kweli mti yule unaonekana ukipendeza macho. Miaka yake yote hajawahi pendezwa. Akasema tama la pili akasema na inaonekana mti huu
unaweza fanya mtu mwenye hekima. Akatazama tena na akasema mti huu ni mzuri wa chakula. Akachukua, akala, akakula, akapea mumewe ambaye Biblia inasema walikuwa naye. Alipompea, kutoka dakika hiyo mzee akikula, utukufu wa Mungu ukaondoka. Wote wakajikuta uchi. Dakika hiyo wakasikia Mungu anaingia. Andamu hawa ndio huyo Mungu. Kila mtu maisha yao yote. Mungu akaja mahali walikuwa wanakutana. Anamuuliza Andamu, uko wapi? Andamu anambia, unajua niko hapa msituni ninajificha. Akamuuliza, unajificha kwa nini? Je, ulikula mti ule nilisema usikule? Anamwambia Andamu, unajua Mungu si mimi. Ni hii mwanamke uliniletea hapa. Na unajua mwanamke hakukaa sana shamba la Eden. Shamba la Eden Andamu alikaa miaka 33. Na peke yake alikaa miaka 30. Wakati mwanamke alikuja alikaa miaka 3.5. Ndio maana ile pindi Yesu akuje akae duniani miaka 33.5. Akaile Andamu 30, akimaliza hiyo Andamu 30, aanze ministry ya kuokoa ile mwanamke alibadilisha 3.5. Ili awe amekaa miaka 33.5. Kama sikumbuka Biblia inasema ni Andamu wa pili. He is the second Adam. Ni Andamu wa pili. Kwa hivyo alistahili kukaa duniani miaka exactly ambaye Andamu alikaa. Na ya ministry ili maisha ya mwanadamu iliharibika miaka 3. Mahali mwanamke aliletewa. Bwana Yesu asifiwe. Asking. Lakini akimaliza mambo hayo, shetani alikuwa mtawala wa dunia. Yesu alipofika, shetani alimwambia, mimi ndiye mtawala wa dunia hii. Yesu hakumwambia hapana. Kwa maana anajua kweli ni yeye. Na alipewa na mwanadamu. Wakati shetani alikimbizana naye, kuna mahali walifika Yesu akasema, na mfalme wa ulimwengu huu anakimbizana na mimi. Lakini twendeni, hana chochote kwangu. Mfalme ule ni shetani. Lakini kutoka mwanzo, mfalme wa dunia alikuwa mwanadamu. Na wakati Yesu aliletwa ili aweze kuondoa ufalme mikononi mwa shetani na arejeshe mikononi mwa mwanadamu. Ndiyo maana ya wokovu. Haleluya. Kilichomfanya haje ni aende awepo msalabani, aweze kulipa deni yote ambaye shetani anaandai mwanadamu. Ili ufalme uondolewe mikononi mwa shetani, urejeshwe tena mikononi mwa mwanadamu. Wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. So shetani kila wakati akitaka kupigana nawe, brother apostle, hata ukiomba masaa ngapi, ukimaliza kuomba, kuna kitu unastahili kukumbuka. Yeye ataliserve the right kukujaribu. Hata ukiomba mara ngapi, atashikilia ruhusa aliyepewa ya kukujaribu. Kwa hivyo lazima ya kujaribu. Na Mungu hatasuiria. Lazima haje akujaribu. Wacha niwape mfano. Ile ninaita scheme. Niwape mfano ile simple tu. Nitumie nani? Nitumie wa mama. Kuja yule danda yule aliitwa wakwa yako wapi? Kuja. Mtu akiretire ama wewe una mtoto. Ana mtoto,
Umeshika mtoto, kuja. Haya, nipate nani mwingine? Peana mtoto kuja. Na wewe dada, kuja. Wewe. Haya, tusimame hapa. Hii mtu akiretire mlifundisha yeye kufunga. Hii mtu wetu mlimfundisha kufunga hii vitu yenu. Na unaona unafunga kama wao. Haya, sasa kwa maana ndiye mmefunga viteng, mkae hapa. Jina lako la Kiingereza? Bite. Betty. Nae? Susan. Betty, Susan. Nae? Beatrice, Betty, Susan. Aya, hebu simameni hapa nyinyi wawili. Aya, sasa ni mfano. Tumekuja wote, si wako kanisani? Si tumekuja tukaimba kisirimba hapa sana. Watu si wamebarikiwa na wakasikia Mungu amefika. Lakini tukisha maliza, kumbuka shetani bando atapewa ruhusa ya kutesti kila mtu. Sawa sawa? Hawa kuja waketi pale, wakifika pale tukitoka kanisani, wasimame pale kwa barabara, ati mmoja anaenda pande hii, mwingine anaenda pande hii, waseme wacha wangaongee kabla wajaachana. Wakiwa anaongea hivi, mkae kama mnakaa mnaongea. Naye kuja hapa, Beatrice naye ako hapa. Na shetani anaaja na Beatrice. Anataka Beatrice akifika kwa nyumba asiwe na Mungu, awe na shetani. Kwa hivyo Beatrice atatoka, akiwa anatoka asimame pale kwa mlango. Akisimama kwa mlango, aone wale wawili wakiwa pale. Ongea. Asikie mawazoni mwake kama swali limemuuliza, na kama wale wawili wanaongea mambo yako. Haleluya. Na kama hawa wawili ni mambo yako wanaongea. Unajua acha ambiwa ni mambo yake. Anaulizwa swali. Ili kwa maana shetani hawezi kukuleta straight, anataka kukuengage. So akiwa pale ataanza kufikiria, na kweli wanaweza kuwa wanaongea mambo yangu. Kisandifa vile wanaongea wamtazame. Lakini hata wamuoni, ni vile wameangalia pande hii. Unajua mtu aoni na macho, si anaona na akili. Sasa kukuangalia sikumaanisha na kuona. Sasa dakika hiyo macho ikutane, alafu wacheke. Asikie swali la pili. Unajua wanakuchekelea vile wamekuona. Dakika hiyo ataanza kusikia hasira. Toka ndani, anasikia hasira ndani yake imeanza kuwaka. Inawaka. Anajiuliza, na watu hawa wanaweza kuwa wananena mambo yangu gani? Anasikia ndani ikisema, watu wanajifanyanga watu wameokoka, kazi yao ni kuketi hapo kuongea mambo ya watu, lakini watu bure sana. Dakika hiyo amekasirika, aanze kwenda nyumbani. Akifika mahali walipo, awapite kama roli. Mbete amuite, ala bite, si utusali, kwani utusalimi? Anasimama, anageuka, unaona anatan na funjo, anawatazama. Anauliza, habari zenu basi? Na afurahi ni ile ya kukejeli. Basi nimewasalimia, habari zenu, na anaenda. Wanabaki wakiulizana, mbona Beatrice anaonekana ana hasira na sisi? Beatrice akifika pale mbele akutane na mtu mwingine, atamwambia hata usione watu kanisani hapo ati wakiimba unafikiria ni wa Mungu, kumbe ni wa shetani. Nauliza, ni mashetani ingine imesimama hapo kwa barabara, kazi yao ni kuongea mambo ya watu, lakini alisikia chochote? Sasa Beatrice akifika nyumbani atakuwa na Mungu ama shetani? Asante. That is a scheme. Hiyo ndio inaitwa scheme. Ndio hila. Kila
kama msichana yule amefanyiwa ni hila. Shetani anaweza ingia atazame kapu, nyumba, familia. Haona mzee huyu na mama kiwango kile wanapendana ni kikubwa, na anataka kutenga nyumba hiyo. Anaamua hii nyumba itatengana. Wakikaa hivyo watanisumbua sana, kwa maana wataomba pamoja, watafanya na maombi yao itasikika mbinguni. Kwa hivyo vile nitafanya ni watenge. Haya mama, mzee ni bwana yako. Si bwana yako? Haya, asante. Sasa shetani atangoja siku moja mzee aende akwambie nimekimbia Nakuru, nitakuja mapema. Mzee aende pengine apate hitirafu ama achelewe kule alienda. Uende ulale. Ukifika saa 6 za usiku upoteze usingizi. Dakika hiyo unapoteza usingizi ndio unakumbuka hata mzee alistahili kuja. Unaangalia unaona ni saa 6 mzee haja kuja, unaanza kuketi na uliza na mzee anaweza kuwa wapi kweli? Dakika hiyo shetani anakuja, anaweka sauti, anauliza question ndani yako. Na kama mzee huyu ana mke mwingine? Kama mzee huyu ana mke mwingine? Ni swali umesikia. Acha kuambia ana mke mwingine, anakuuliza na kama unafikiri utalala tena? Swali hiyo ikiingia, uwe silala tena. Ni kufikiri unalala na tumbo, unakosa radha, unalala na mgongo, unakosa radha, unasimama, unaenda kitchen, unakunywa maji glasi moja, unaenda table room, unaketi, unaangalia saa, unaona imefika saa 6:30, unarudi tena bedroom. Yani kazi yako ni kusunguka hapo. Ikifika saa 6:30 anakuambia simu, tupiga simu. Anajua simu ya mzee ilisima. Unapiga, unasikia na mteja wa nambari unaipiga hapatikani kwa sasa. Unaweza acha ujumbe. Na unajua anayekuambia ni msichana. Ukitulia hivi unasikia shetani anauliza swali la pili. Na kama alijua utapiga akafunga. Sasa dakika ile unaanza kusema na sijawahi ona baba watoto na mambo hayo. Unasikia sauti nyingine inakwambia si hata wahubiri upatwa na maskado. Mwanaume hakuna mzuri dunia hii. Dunia hii wanaume wote ni sawa. Kama wahubiri wanaanguka ni wako ambaye hajawahi hubiri. Dakika hiyo akili inaanza kuwa convinced. Anaweza kuwa na mke mwingine. Unaketi vile masaa inaenda ndio hasira inawaka. Huwezi lala tena, hasira ndio hiyo. Ikifika saa 8 na hasira imepanda ndio Bwana anaingia. Unasikia nyumba imegonga gongwa. Unaenda unafungua. Mzee anakuuliza kwani umefungua haraka aje huku umelala? Wewe ulikuwa umelala? Ulikuwa unataka tulale, wewe ulikuwa umelala? Ama unatuchukuanga watoto tu? Mzee anakuuliza, siku ana shinda kubwa. Si shida. Mama anakuambia wewe una shinda, mimi niko nayo. Ulikuwa wapi saa hii? Kabla hujajibu hiyo, mlikuwa na nani? Maswali 10 pasipo kujibu moja. Ikifuatana. Mzee anakuambia unajua hata sikuwa na shinda. Nilikwenda Nakuru vile nilikwambia. Tulipofika Naivasha, gari ile tulikuwa nayo ikaharibika. Sasa hata tumekaa hapo sana. Ilibidi kampuni ile itume gari nyingine toka Nakuru. Ndio okay, mlikuwa na nani? Kuna unajua mzee yule fulani yule anakuanga kule Umoja. Okay, nakuuliza mlikuwa na nani? Wacha kutupea mambo ya wazee wa wenyewe. Niambie mlikuwa na nani? Anataka kusikia jina la mwanamke. Ukitumia jina la mwanaume anapinga.
Mzee anakuambia okay, basi kwa maana inaonekana umejizasia mambo, nilikuwa huko unafikiria. Unajua yeye naye amejaza. Mama anasema sawa. Nilikuwa ninajua hakuna mwanaume mzuri huku duniani. Wakienda kulala, mmoja anaangalia Meka, mwingine Medina. Mama analala kutoa pumzi hapo tu. Akikaka. Mzee naye anakaa. Unasikia mzee anasema unafikiria amechoka. Mama anaanza kuimba, sio wote wamwitao Bwana Bwana, sio wote wataingia paradiso, sio wote wamwitao Bwana Bwana, sio wote. Na unajua asemi wewe, anasema sio wote. Sasa huwezi kusema ni wewe unaimbiwa, acha taja wewe. Kuna wimbo ingine tulikuwa tunaimba kwetu, umejibalisha ngozi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Wow. Hivyo tulikuwa tunaimba zamani. Sasa mama anaanza, umejivalisha ngozi ya kondoo. Na hajasema ni wewe. Wakiamuka, mzee vile anaketi, anasikia sauti inamunenea. Inamuuliza, unawezaje kukaa na mwanamke asiyekuheshimu? Wewe ni mwanaume namba ngapi? Sasa yeye atarara kufikiri yeye ni mwanaume ngapi anayesomewa na mwanamke. Mwanamke naye atarara kufikiria huyu mzee ako na mke ingine, hata amesema mwenyewe. Wakiamuka asubuhi, upendo ule huko, kujaribu kurudisha upendo huo tena ndio itakuwa kazi. So ukienda kwa counseling, wale wahubiri wana counsel, uwaulize familia kwa nini unapigana. Mama anasema ninafikiria. Unamuuliza ulimpata? Sijampata lakini ninafikiria. Na mafikira yangu iwezi kuwa uongo. Ask him. Ask him. The Bible says, wewe vaa silaha zote za Mungu ili uweze kupinga ila hiyo. Usipoweza kuvaa ila hiyo, hakuna mahali utasikia kama shetani. Kwa maana vita ya shetani yote upiganwa katika mafikara ya mawazo ya mwanadamu. Kwa hivyo kile atafanya ni fikara ataweka ndani yako na aondoke. Aone vile utafanya na fikara hilo. Na fikara hilo si ati lina uchungu, linafanana na mafikara hayo mengine ulikuwa nayo. So utasikia mtu akisema nilifikiria. Lakini usijue fikara hilo halikutoka kwako. Fikara hilo lililetwa na shetani likawekwa kwako. Ili fikara hilo limfungulie njia ndani yako. Je, unajua Yesu hakuona shetani kwa mfano yoyote? Hawa alimuona kwa mfano wa nyoka. Yesu hakumuona kwa mfano wote. Hakuna mahali Biblia imesema Yesu alimuona kwa mfano gani. Kumaanisha shetani hakutokea Yesu kama vile alitokea Hawa. Kumaanisha kile Yesu alifikishiwa ni wazo. Vile Yesu alifikishiwa wazo ndivyo wewe utafikishiwa. Kwa maana wewe hautamuona shetani. Lakini anafanya kazi katika mawazo. Kwa nini nasema ni wazo? Kwa maana Biblia inasema shetani akamchukua Yesu akampandisha juu ya hekalu. Kulikuwa na hekalu jangwani. Hekalu lilikuwa Yerusalemu. Lakini yeye alikuwa jangwa. Kumaanisha ni wazo lake limechukuliwa likapandishwa.
Na wewe hivyo ndivyo atakavyofanya. Ni wazo litakuja likwambie, unajua Pastor James hakupendi. Ni wazo tu umesikia. Na wazo hilo litakufanya mpingane na James kama hautaliweza kulijibu. Hallelujah. Brother, utasikia uketi hapa usikie ndugu yule akupendi. Alafu ndugu yule hawa anapita akisalimiana, anasalimia ndugu huyu, anakusalimia, usikie ameambiwa, umeona amekusalimia bila kukutazama. na kweli hakukutazama, lakini yeye hata hakuwa na chocho. Ni kupita tu alikuwa anapita, na uliona pengine alisalimia huyu akimtazama kwa maana ni mgeni. Akamtazama, habari ndugu, habari Kitengera, ni mzuri sana. Wewe akapita, habari brother. Akifika hapa, brother uko salama, kumbe unaishingi. Lakini wewe alipita na ulisikia sauti ya kwanza ikikwambia hakupendi. Kutoka dakika ile inakwambia hiyo ni dhibitisho ama si dhibitisho. Dakika hiyo hamtawahi onana tena. Mtaanza uadui ambaye haujui uadui huo ulitoka wapi. Mtu aliketi akanenewa tu akupendi. Na kwa maana haujawahi jifundisha kupinga. Na ngoja nikwambie, kupinga shetani ni kuweza kusimama kinyume ya hila yake. Yesu hakufukuza shetani na hakumwambia aenda. Alimpinga. Kumpinga vipi? Shetani alileta wazo, akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu, dhihirisha mwana wa Mungu, ugeuze mawe hii kutoka kwa ugeuze mawe ya mkate kule. Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, lakini atafanya akiwa amepewa instruction na shetani. Akifanya hivyo ni kumaanisha amemuinamia shetani. Yesu akamwambia, okay, inawezekana, lakini Biblia inasema mwanadamu astahili kuishi kwa mkate tu, bali kwa neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Na mimi nimechagua sasa kutosheka na neno lililotoka kwa kinywa cha Mungu. Shetani akaona hapo amenigonga teni nero. Akarudi. Akamjaribu ya pili. Ya pili ni utajiri. Unajua kila mtu atajaribiwa na ya utajiri. Kwa maana mioyo ya watu hupenda utajiri. Akamleta kwa utajiri. Akamuonyesha ulimwengu wote bonde la utajiri kubwa. Shetani akamwambia, unaona utajiri huo? Yesu anamwambia, ndio. Anamwambia, utajiri huu uko mikononi mwangu. Mimi ndio mfalme wa dunia hii. Na ninapea mtu yoyote ambaye ninapenda. Lakini naombanga tu kitu kimoja. Kidogo, upige magoti, uniinamie, nikupe nusu. Yesu anamtazama. Anamwambia, ni sawa. Ningetaka utajiri sana, lakini Mungu ana njia yake. Alisema usiwahi muinamia Mungu mwingine usipokuwa Jehova pekee. Shetani akaondoka. Akaja ya tatu. Akagundua Yesu ananishinda kwa Biblia. Akamsomea Biblia. Katika kitabu cha Zaburi 90. Ni 90 91. Akamsomea Zaburi 91. Akamwambia ni sawa. Lakini Mungu huyo unasemea aliandika akasema, mwana wa Adamu akijiangusha. Unajua Biblia inasema akijiangusha? Imesema akianguka. Lakini shetani ameisoma vile anataka. Nisema akijiangusha, Mungu hata ruhusu mtu huyo ajikwae, atamshikilia. Kama wewe ni mwana wa Mungu hivyo unasema, jiangushe tuone kama hatakushikilia. Yesu akamtazama akamwambia, lakini pia imeandikwa, usiwahi mjaribu Mungu muumba yako. Dakika hiyo Biblia inasema na shetani akamwacha. Hiyo ndio inaitwa kupinga. Na let me tell you,
Uwezi pinga shetani kama ndani yako apaishi neno la kweli. Kwa maana unastahili kumupinga na neno lililo ndani yako. Na kama una neno ndani yako, utafuata kile anasema. Haleluya. Ili mdanda Beatrice akija ambiwe, asikie sauti inamwambia wanaongea mambo yako, hawe na neno linayesema, lakini Mungu anasema penda adui zako na marafiki sawa. Ukisema hivyo, ukitoa neno hilo ulileta kwa mawazo, lile la kwanza linatoroka, kumaanisha shetani amekuondokea. Lakini akikuletea hilo, usindwe kuleta lingine. Na hauna Biblia dakika hiyo, kwa hivyo neno linastahili kuwa ndani yako. Hiyo mambo ni haraka, ni kama kufumba na kufumbua. Hauna wakati wa kusema na ngoja nikasoma Biblia nisikute vile inasema. Ni dakika ya kufumba na kufumbua. Lazima iwe ndani yako ina neno litakaye likio kinyume ya lilo limewekwa. Na ni neno la ukweli litokae kwa Mungu. So ili akikwambia watu wala mtu ule akupendi, neno lingine litoke linasema Biblia inasema mimi nipende mtu wote pasipo yule hata ananipenda adui ama mwingine ananimtendee mema. Ukifanya hivyo, lile la kwanza linaondoka, urafiki yako na ndugu yako inasimama. Hiyo ndio inaitwa kupinga shetani. Lakini shinda yako nikaa ukisema shindwa pepo, shindwa in Jesus name, shindwa pepo. Hata wahi shindwa kwa kuambia shindwa. Kama shetani ushindwa kwa kukemewa, angekuwa ameondoka duniani. Leo amekemewa mara ngapi kanisani? Na hilo viini makanisa ngapi iko? Na wote wanakemea. Na mbona hako? Kutoka asubuhi amefungwa. Makanisa yote yamefungwa. Na kesho utasikia atikari imeanguka. Na ni shetani alifanya hivyo. Na makanisa ilimfuka. Na kazi yako ni shindwa. Mupinge shetani. Huwezi kumupinga kama una neno kinyume ya neno lake toka ndani yako. Kama ndani yako apaishi neno la kweli. Si Mungu awabariki. Amepigia Bwana Yesu makofi. Hayo mazini bisubizo uliteka, omutayuni nambala kuvuga nacho, turakusumbisa tukumva tukueneza, ushimwe Mana wimbazwe. Hayo mazini bisubizo uliteka, omutayuni nambala kuvuga nacho, turakusumbisa tukumva tukueneza, ushimwe Mana wimbazwe. Hayo mazini bisubizo uliteka, omutayuni nambala kuvuga nacho, turakusumbisa tukumva tukueneza, ushimwe Mana wimbazwe. Eka ngulilimbe ewe Mana umva kusenga kwanje, eka ngulilimbe eto wako ewe Mana umva kusenga kwanje, nasubisa Mana eka ngulilimbe eto wako ewe Mana umva kusenga kwanje. Hayo mazini bisubizo uliteka, omutayuni nambala kuvuga nazo, turakusumbisa
kabisa. Tukumva tukueneza, ushimwe Manawe. Ayo mazi n'ibisubizo uliteka, umutayo ninambala kunguka nazo turakusubiza. Tukumva tukueneza, ushimwe Manawe, imbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo uliteka, umutayo ninambala kunguka nazo turakusubiza. Tukumva tukueneza, ushimwe Manawe, imbazwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya! 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 Amen. Azimu musaraba, azima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba wa Yesu, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba wa Yesu, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu, nasimu musaraba, nasima ya maziza, aliko cyane cyane. Nasimu umwami Yesu. Haleluya! 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 Amen. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amen. Ubarikiwe mkiingia na mkitoka. Amen. Ubarikiwe na baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Amen. Jina lililo juu ya majina yote. Amen. Liwe na wewe siku zote. Amen. Usiwahi kosa chochote unachohitaji. Amen. Bali mkono wa Jehova ukutangulie. Amen. Wewe hautakuwa wa mwisho, bali utakuwa wa kwanza. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwa masikini. Amen. Wewe utakuwa tajiri. Amen. Hautashindwa na chochote. Amen. Wewe utashinda yote. Jua la neema likuangazie. Amen. Kila mahali uendapo. Amen. Usiwahi kushindwa na giza. Amen. Bali jua la Mungu, amen, liwe pamoja nawe. Amen. Katika nchi hii, amen, ya ugenini, amen, Mungu akupee kutawala. Amen. Na akupee
utajiri uliofichwa sirini katika jina la Yesu. Wewe na watoto wako watangulie katika nchi hii, na kila mahali uendapo uwe na kibali cha Jehova. Atakuwa pamoja nawe siku zote za maisha yako. Mungu akuponye moyo, akuponye mwili, akuponye mawazo, aponye maisha yako katika jina la Yesu. Nimekubariki na jina lililo juu ya majina yote. Nimekubariki na jina la Yesu Kristo. Wewe ni mbarikiwa. Hallelujah. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen.